Bwana asifiwe, mtazamaji wa Omega Online TV. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha The King Solomon Karaoke, kipindi ambacho kinatukutanisha na waimbaji mbalimbali wenye vipaji na hata wasio na vipaji ila wenye uwezo wa kuimba nyimbo za watu wengine. Na leo nipo na mgeni maalum. Hakika ana mengi ambayo atatujuza. Na huyu tuko naye hapa studio. Karibu tuanze naye. Ndugu, karibu sana. Asante sana. Unaitwa nani na unatokea wapi? Okay, naitwa Pauline, natokea Mbezi Beach na Service City Mbezi Beach. Kukuona tu naona kabisa kuna uwepo wa Mungu mahali hapa. Amen. Karibu sana. Tunatamani kujua kwamba leo umekuja na kitu gani, kwa sababu hapa tuna wale wanaojua kuimba na hata wasiojua kuimba huwa tunawapokea. Kwa hiyo hebu tupe kidogo mchanganuo wa wewe kama wewe. Okay, kama nilivyosema naitwa Pauline. Mimi kwanza ni mwalimu wa music. Nadili sana na watoto pia na watu wazima. Pia ni mwimbaji binafsi. Ambaye si unajua kuimba inabidi kwanza kuna stage na stage. Bado nahisi niko stage 1, lakini Mungu ni mwema. Tutaendelea stage nyingine. Kumbe kwenye kuimba kuna stage na stage. Kuna stage na stage. Tunashukuru sana. Tunatamani kujua safari yako ya uimbaji toka unaanza mpaka hapo ulipofika, na umesema una nyimbo zako kadha wa kadha. Tunaomba tuelezee kidogo ka story fupi ya maisha yako ya uimbaji. Okay. Nimeanza kuimba toka Sunday school. Baada hapo kwa sababu nilikuwa napenda sana music, wakati nasoma chuo ualimu nilikuwa natoroka naenda kufanya music kwenye madarasa wenzangu. Kwa hiyo baada hapo nikaanza uimbaji, nikaanza kufanya na watu mbalimbali. Kuna naitwa Peter Mshana, nifanya naye nyimbo. Kuna kaka anaitwa Kaka Rafa, tuko na VCT. Nimefanya pia na Tafes, ni timu ya Tafes pia naimba nao. Pia nimefanya na nyimbo zangu binafsi ziko pia YouTube, ambayo ni moja tu. Kwa mpaka hapa namshukuru Mungu. Tunashukuru sana. Umesema na wimbo wako binafsi, unaweza kutuonjesha kidogo tu, yani kama verse moja hivi ka wimbo wako ambao ni wa kwako binafsi? Wa kwangu binafsi. Yes. Okay. Ila kabla tujaendelea, tuende break kidogo, alafu tukirudi nafikiri utakwenda kutubariki na wimbo hizo. Okay. Umesema kwamba wewe ni mwimbaji na ni mwalimu. Sasa umesema pia una nyimbo zako na tumeona changamoto ndogo umezipitia. Tunatamani kusikia kidogo ka verse ka wimbo wako. Yes. Ombeni lolote kwa jina langu, nami nitalifanya. Ombeni lolote kwa jina langu, nami nitalifanya. Nami nitalifanya. Hallelujah. Hii nyimbo sema ipo na tunajiandaa kufanya project inayofuata. Wewe ndo niko kwenye process. Hongera sana. Mpaka wazo la kuandika ile wimbo, nani alikupa ile wazo la kuandika wimbo huo? Labda kuna changamoto ulizipitia wakati unaandika au ni umeandikiwa na mtu? Nyimbo naandika mwenyewe, na kutokana pia na historia yangu ya maisha, inafikia muda unaona kama vile vitu haviende, lakini unakumbuka kwamba Mungu amesema omba lolote, hata kama itachukua muda mrefu kulipata, lakini omba kwa jina lake naye atalifanya. Kwa nyimbo nyingi huaga natungaga mwenyewe kutokana pia na situation au vitu ninavyopitia au mazingira ambayo ninakuwepo kwa muda huo. Okay. Kuna changamoto ambazo umekutana nazo labda katika uimbaji wako, labda kukatishwa tamaa au nini? Sana, zipo nyingi sana. Semei kwa ubaya, ila ni ngumu sana waimbaji wa gospel kuinua mtu. Unakuta una kitu lakini kukupa support hata ya kitu kidogo inakuwa ni ngumu sana. Nishai kufanya album na ikapotea studio. Ikapotea tu. Kwa hiyo changamoto ni nyingi kwenye uimbaji, lakini bado Mungu ni mwema. Kwamba kuna changamoto nyingi za studio, labda nyimbo kupotea. Unaweza ukatuelezea kwa ufupi kidogo kwamba ilikuwaje mpaka nyimbo ikapotea, au sababu ni nani au ni nini? Okay. Ilikuwa kwamba ilibidi nimlipe yule wa studio. Kwa hiyo kwa sababu ya hali yangu wa kipindi hicho ilikuwa ni ya kuungaunga sana. Kwa hiyo na yeye zile nyimbo akawa amezihifadhi, bado sijamalizia, akasema sizitoi mpaka umalizie. Kwa ule muda wa kuja kurudi kumpa hela, akawa ameniambia kwamba kwa mama sijui nini, kwa sababu ilichukua muda mrefu mimi tena kwenda kupeleka hela. Kwa hiyo zile nyimbo zimepotea, afu ilikuwa tumefanya project kubwa sana.
kwa kipindi hicho. Yeah. Pole sana. Sasa mtazamaji, tupo na Pauline hapa studio kwetu na kipindi hewani ni King Solomon Karaoke. Kama tulivyomsikia kwamba amesema kuna changamoto nyingi sana amezipitia kama kupotelewa na nyimbo studio. Sasa tunaenda break kidogo, ila tukirudi tutaingia kwenye swala zima la uimbaji. Na hapa ndipo sehemu sahihi na tulikuwa tunaisubiri sana. Hakika nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Amen, amen. Okay, tunaenda break, tukirudi tutaingia kwenye uimbaji. Mtazamaji, tumerejea tena na tunaingia kwenye zoezi kubwa la uimbaji, na sasa tunamkaribisha mgeni wetu hapa kwa ajili ya kutuimbia. Ila usisahau kushare na kusubscribe. Pia tutabarikiwa. Karibu. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Nikiziangalia mbingu, ni kazi ya mikono yako, vinavyoonekana na visivyoonekana. Nani kama wewe Mungu wetu? Hatuna wa kufanana nawe, milele na milele na utadumu. Unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kusunuliwa, unastahili Yesu kusujudiwa. Unastahili, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kusujudiwa. Unastahili Yesu, unastahili sifa za mioyo yetu. We Yesu,